Jambo. Salama sana. Daudi. Yeah. Uko salama? Kabisa, labda wewe. Mimi niko mzima kabisa. Hebu tueleze kuhusu the silage ambayo tunaiona hii hapa, tuweze kujua hii ni nini na ni mchanganyiko ya nini. Hii ni silage ambayo inatengenezwa na forage sorghum. Yes. Na hii silage tunaipenda sababu nutritional value yake ni nzuri sana. Unapata tunasema good protein yake ni nzuri. Yes. Na energy, pia unapata energy ya kutosha ukikompare na silage ya mahindi. Sana hii silage tunaikata ama sorghum yenyewe ikuwa shambani, tutaikata ikifika kiwango cha 1.5 meter height. Huwa tunapima nutritional value sababu tunataka tukuzie chakula ambao tuko sure na quality. Na ukikata ikiwa kubwa sana, tuseme above 2 meters, utapata hii stem yake huwa ni ngumu sana. Kwa hivyo hata kwa ng'ombe kukula ile ambayo tunaita palatability, unapata lignin ya hii stem iko strong na hata ng'ombe hawezi chew. Wakati tunaongea kuhusu hii silage, sijui ama inafaa kuchanganywa na kitu kingine isipokuwa hii silage vile tu unapatia ng'ombe. Mara mingi ambapo unapatia ng'ombe hii silage utapata protein ni natosha kwa huyo ng'ombe. So mara mingi chenye utatafuta ni energy. Na wale wakulima wengi ambao wanatumia hii silage pia wanatumia bran ambayo yuko high in energy, already uko na protein. Pia ukiwa na kama hizo feeds iko available, hatuwezi tukasema hauwezi ukatumia. Lakini kiwango itakuwa inabidi unapunguza sababu kuna kile kiwango ng'ombe atakula kwa siku. Kwa hivyo utaangalia silage utapatia kiasi gani, bran kiasi gani, na maybe hiyo dairy meal kama uko nao kiasi gani. Hii silage ng'ombe wa maziwa watakula. Wakati unafanya feedlotting ama fattening bado unaweza tumia silage. Farasi sidhani hii silage ni nzuri sana kwa farasi, lakini kwa mbuzi wa maziwa watakula. Sisi ndio tunatengeneza hii silage na mara mingi huwa tunatembelea wateja wetu ili tuweze kuona vile ng'ombe wanaitumia. Ni kama mtoto ukimpeleka shuleni na unalipa fees, lazima kama mkulima ujue hii fees yangu inafanya kazi. Na sisi sasa ng'ombe washaletwa wanapatiwa chakula yetu, tunaangalia sababu ndio judge. Wao ndio wanatoa uamuzi. Hii chakula ni nzuri ama si nzuri. So mara mingi tunatembelea wateja, wanatuambia zile changamoto wanakuwa nao wakitumia silage yetu, wanatuambia penye tunaweza improve, na pia sisi tunawaambia ama tunawapa mawaidha vile watatumia hii silage. Housequest Farm, yes. Penye tunatengeneza silage ni ya Thiri na karibu Manzoni. Ukiingia kwa website yetu www.housequestfarm.com, hapo utapata directions inakuleta mpaka kwa farm. Ukitaka kununua silage bado unaweza pata hapo Housequest Farm, na pia tuko na outlet kule Kakuzi, hapo tu Kakuzi Butchery. Wakati tunazungumza kwa wale wakulima ambao wanatutazama, maybe availability, tusije tukapatia ng'ombe hii silage January, by August unatuambia iliisha na ng'ombe imezoea hii. Sijui availability iko namna gani. Silage yenyewe iko available throughout the year, January to December, na utapata bei ni the same. Kukua na kiangazi kuwe kunanyesha, tunakupatia chakula kwa the same price 1st of January mpaka 31st of December. Na chenye watu tunaambiwa watu ni a bale per cow per month. A bale per cow per month. Yeah. Thank you very much. Kwa hivyo ikiwa kubwa hivi, hata wewe inakusave kwa cost of transport. Sababu hii bale inaweza kuwa kilo 300. Yes. Na pickup ibebe bales 2 ni kilo 600. Kweli. Na ikiwa kilo 500 hivi ubebe 2, hiyo ni tani 1. Na ukitaka kuibeba pia kuna watu kujia na pickups, wengine wanakujia hata na Nissan vans, na kuna wenye wanakuja hata na trailer wanabeba. Asante sana. Mimi nataka kuingia pale niongee na Mheshi, alafu tuone namna gani tumalizie hii maneno, si ndio? Na asante, kazi yenye mnafanya huku ni kazi mzuri, na muendelee kuuzia watu silage, si ndio? Bye bye. Wacha niende nikikuraga hii. Ningependa usalimie watu ya Machakos, watu ya Kenya mzima, na waambie kitu sasa. Wajue tumetembea kwako nyumbani tukimalizia. Unajua watu wa Machakos unajua tukikamba. Ndio hiyo sasa nataka kwa lugha ya Kikamba sasa. Mbaitwa ndo mama sako nyeneta wa Kilonzo Charles Mutabi mbunge wa Yata. Nataka kwembwa ne mbunge ni mwemi wa ng'ombe cia iya pa Yata ndwa ya Ndalani.
twiproduce iria na no tutesa ng'ombe koguo la tuko na nuyu na nikulia andu ala meona kabina wewe ona kabina nundu also no kwandikithia andu is a creation of employment. Think about dairy farming. Dairy farming ukambani is a good business nundu thoa hiyo kamba ni museango kusinda thoa hiyo kwa Rift Valley na wembwa weka kindu kingi wembwa create employment kwa kifupi wala zikiki kamba kama unasikia unajiweza na uko na investment unataka fanya kwa dairy farming, you create employment for our youth. Sio serikali na create employment peke yake, is a private sector. Mweshi, tumeshukuru sana na Mungu akubariki. Kemiti wa Kitao. Karibu sana. Asante. Mimi nakuachia sasa Njage. Hii maziwa uende uonje. Na timu yako. Yes. Na kama unahakikisha kama unakaa sana yuko kwa fridge. Ni kweli. Kwa sababu Nairobi ni mbali. Nairobi ni mbali. Na nimeambia kijana yangu mpewe asali. Kila mtu kilo moja. Asante. Inatoka hapa kwa shamba. Asante. Shukran. Njage. Mgeni wako. Asante sana. Asante. Haya Njagi, thengiũ mũno na wĩra mwega mwenderee mũkinyire o hau na twakena nĩ gĩthomo kĩmwe tũthomithia. Thengiũ. Asante. Tutakuja tena. Lazima tukuje. Asante. Ũcio mwĩte Njagi na mũmbunge wa gũkũ niwe wĩtagwo Charles Kilonzo niwe warĩkia gũtũthomithia maũndũ maingĩ megiĩ ũhoro wa kũrĩithia ng'ombe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nake Daudi ndanatigĩrĩria gũtũthomithia na twĩra wega atĩ ng'ombe yaku nĩ kĩrĩa ũmĩheaga. Nĩkĩo nani ndagũcokeria ngatho we twakorwo tũrĩ o nawe o kumania rĩrĩa twambirie tabarĩra nginyagia rĩu ihinda rĩa kinya rĩa kuga twĩriganwo maingĩ nĩ marĩa twarĩkia gũthoma niĩ ndikuongerera ũndũ ũngĩ nguga Ngai wa muoyo akũrathime o nginyagia kiumia gĩgoka njĩtagwo Kĩmiti wa Gĩtaũ tabarĩra nĩ ĩrĩa wendete tabarĩra hotani mũgambo wa mũrĩmi kuma gũkũ Yata ithuothe tuganĩre twaririe rĩu atirĩ ũndũ ũngĩ rĩu ndathiĩ gũkama ĩrĩa ĩha ĩrĩa kenjethe ĩrĩa harĩ ũndũ karaina ti kaihũ kenjethe ya gũkama Suka.